your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Yes, bondia wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania Hassan Mwakinyo amewatolea uvivu wale wote ambao wanazungumzia kwa namna ya utofauti ushindi ambao ameupata usiku wa tarehe 26 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Hassan Mwakinyo alipata bahati ya kupata nafasi ya kuonyesha uwezo wake, akapanda ulingoni dhidi ya bondia Stanley Edibo kutoka nchini Nigeria, pambano ambalo lilipigwa Warehouse Masaki, Dar es Salaam, na lile pambano lilikamilika kwa ushindi wa knockout raundi ya pili, pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 10. Sasa katika ushindi ambao ameupata Hassan Mwakinyo, tuweza kushuhudia watu kadhaa wakiweza kutoa maoni kwa kile ambacho kiliweza kujitokeza ulingoni kwenye pambano la Hassan Mwakinyo, na katika maoni yao kana kwamba hawakulizishwa na mpinzani wa Hassan Mwakinyo. Wanasema kwamba Hassan Mwakinyo hakupata mpinzani sahihi, amempata mpinzani mwepesi, kwa hiyo asijisifu kama ameshinda kwa uwezo wake, bali alipata bondia mwenye uwezo mdogo. Sasa baada ya hicho kujitokeza, tuliweza kumshuhudia pia bondia wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania Ibrahim Class, naye aliweza kuzungumza kusema kwamba ushindi ambao ameupata Hassan Mwakinyo sio ushindi wa kujigamba, kwa sababu ni ushindi ambao ameupata, amekutana na bondia ambaye hana uwezo wowote. Ibrahim Class akafika mbali zaidi, akasema kwamba endapo yeye ndio angepata yule mpinzani Stanley Edibo, basi hata raundi ya kwanza asingemaliza, tofauti na Hassan Mwakinyo amekuja kupata matokeo ushindi kwenye raundi ya pili. Lakini pia tuweza kumshuhudia Twa Kasim Kiduku, naye alijitokeza akazungumzia ushindi wa Hassan Mwakinyo. Anasema ni ushindi mwepesi ambao ameupata Hassan Mwakinyo baada ya promoter kumpa bondia ambaye hana uwezo wa kumchallenge moja kwa moja. Twa Kasim Kiduku naye akafika mbali zaidi, akasema kwamba siku akijichanganya Hassan Mwakinyo kukubali kucheza naye, ndio siku ambayo itakuwa mwisho wa uhai wake, lakini pia kama atapona basi itakuwa ndio mwisho wa kushiriki mchezo wa masumbwi. Hassan Mwakinyo baada ya yote hayo kujitokeza kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameweza kuposti mbili akizungumzia hiko kitu ambacho wengi wameweza kukizungumzia baada ya kuona matokeo yake. Hassan Mwakinyo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika, nasema, binafsi sijawahi kuona duniani bondia kulaumiwa kwa kuwa na ngumi kali. Kilichonitambulisha kwenye boxing duniani ni power punch, hivyo sioni kuwa nina jukumu la kumpimia mpinzani wangu kidogo kidogo mpaka watu walizike. Boxing ni mchezo wa kutafuta makosa. Kama kuna sheria, ikiwa mnaona mpinzani alikuwa dhaifu, je, hao walioonekana bora nini niliwafanya? Anyway, mimi ni knockout artist. Punch yangu ikiingia sehemu yoyote ya mwili wa mtu, utajua tu kuwa kapigwa kweli. Boxers, tunzeni nguvu zenu. Knockout haiji kwa rehema za Mungu, ni kujitunza, adabu ya mazoezi. Igeni, jifunzeni baada ya kuonyesha chuki zenu wazi wazi. Yule bondia mwenye rasta anatokwa na maneno wakati mechi ya mwisho kapigwa na nasibu. Sasa si ubora wake angeutumia, angeshinda knockout na yeye mfiu. Mwisho kunukuu kile ambacho amekiandika bondia Hassan Mwakinyo. Yes, kwa hiyo Hassan Mwakinyo amejaribu kuzungumza katika lugha hiyo, akizungumzia ushindi ambao ameweza kuupata na maoni mbalimbali ambayo watu wengi wameweza kuzungumza baada ya yeye kumaliza ile pambano kwa kupata matokeo ya ushindi wa knockout kwenye raundi ya pili. Nadhani hii ya mwisho kusema kwamba yule bondia mwenye rasta ambaye ameonyesha chuki za waziwazi kwenye pambano lake la mwisho alicheza na Nasib Ramadhani, nadhani hapa anamzungumzia Ibrahim Class. Sijui, lakini kwa upande wako ulikuwa una maoni gani? Tukutane kwenye comment. Kwenye posti ya pili ya Hassan Mwakinyo ameandika ujumbe, anasema kwamba jana taifa limedhihirisha ukubwa wangu kwenye boxing, mimi ni nani? Asanteni sana mashabiki zangu. Alivyoweka hiyo status akamalizia na ujumbe akasema kwamba haijawahi kutokea boxing event yoyote ile kujaza uwanja watu namna ile Tanzania, kiasi cha mashabiki wengine kukosa tiketi za kuingia. Itoshe kusema ni washukuru sana mashabiki zangu, nyie mnanifanya nijisikie huyu nilie sasa. Mwisho kunukuu kile ambacho amekiandika Hassan Mwakinyo. Lakini kwenye ujumbe wa kwanza ambao ameuandika moja kwa moja hapa, amejaribu kutoa maoni na kumjibu Ibrahim Class baada ya kusema kwamba pambano lile angekuwa yeye asingemaliza raundi ya kwanza yule Stanley Edibo. Wewe kwa upande wako ulikuwa na maoni gani kwa hiki ambacho kinaendelea? Hassan Mwakinyo kuweza kuzungumza hili na baadhi ya mabondia wakubwa wakiukosoa ushindi wa Hassan Mwakinyo. Tukutane kwenye comment. Ndio kuangalia ngumi, lakini nasema tu kwamba bondia bora atabaki kwa mmoja tu Tanzania hii. Okay. Ni Ibrahim Class peke yake. Yaani ka sekta nimekaba. Kwa hiyo nasema kwamba
Champions nilijua labda akacheza muda mrefu, anaweza labda akacheza akaleta labda bondia ambaye kidogo akumpa challenge kidogo kwa sababu anacheza muda mrefu, lakini mwisho wa siku mtu anakuja kwenye mechi unajua bisa matokeo yashatoka mfukoni. Kwa hiyo ni kitu ambacho sometimes unaweza unawaaminisha watu kama wewe labda ni bora, lakini huna ubora ule, na watu wana ubora ambao unajiaminisha wewe ni bora. Kwa hiyo ni kitu ambacho yani hata mashabiki sometimes wanaweza kuwa wanalalamika kwamba bwana yani tunasikilia hivi na hivi na hivi, kwa sababu ukiangalia bondia wao hata mechi zake za tatu za mwisho zote kapoteza katika na watu ambao hana hata mechi moja walioshinda, wote wamepigwa zote. Kwa hiyo kabisa hii sijajua labda tunaaminisha vipi wa Tanzania kama si ni bora wakati tunacheza watu ambao sio mabora. Champions kaenda raundi 2 na kabla ya raundi ya pili niliona ulikuwa ushatoka kabisa. Kitu gani kimekutoa? Niseme kwa pale mimi kwanza minikadi yangu leo ilikuwa inokifili na unafurahisha na amedifurahisha, na vile pia support minikadi yangu ilikuwa kama tuseme labda amedipelembela na vile inafanyia Debora Mwenda. Kwa hiyo mimi beti zangu bora leo ni 3 kwenda chini yani. Kwa hiyo hiyo minikadi sijafuata minikadi kwa sababu naona kabisa alishauri kabisa hamna kitu kinachoendelea. Kwa hiyo si nisemeje? Bwana Ibrahim Class atabaje kuwa ndio bondia bora Tanzania na bondia ambaye anakutana na vyuma vikali, anavumilia, lakini zimetengenezwa maarufu kwa kukutana na ngumi na mechi ngumu. Sitengenezwa maarufu kwa kutumana na mechi laini ambazo zina mpango. Kwa hiyo nasema tu kwamba kajitahidi Champezi, lakini ndio hivyo, ni mchezo, kashinda inshallah. Ibrahim, kwa nini unasema hili pambano limepangwa? Lijapangwa sababu naangalia kwa sababu kiwango cha Champezi na bondia aliyokuja inakuwa vitu vile tofauti yani. Yaani kama vile kuku na utumbo. Kwa hiyo inakuwa vitu vile ambavyo viroga havijaendana ni. Kwa hata watu mashabiki kutoka nayo wanalalamika, lakini ni mchezo. Kama mimi niseme kama mimi hapa nicheza bondia hata raundi ya kwanza singemaliza. Au ningempa baba mwanangu mfaume yani ningeza fule ningemaliza dakika hiyo. Kwa hiyo nasema tu kwamba mimi natengeneza ubora kwa kukutana na bondia yangu wa bora wa juu, lakini wengine watengeneza ubora kukutana na bondia wao ambao wanatengeneza ubora wao. Kwa hiyo mashabiki wote waamini kwamba mchezo wa ngumi ni ule ule. Pengine Ibra, mashabiki zako sasa watutegemee huko mbeleni sasa kupata hata pambano na lako wewe na Champezi? Hapana. Mimi kwa sababu uzito ni tofauti. Okay. Mimi mtoto akishuka mimi sasa kwa kwambia kitu moja. Mimi Tanzania hii bondia yoyote wa uzito yoyote anipigi. Sasa unaweza ukapanda uzito ukashuka uzito? Naweza mimi weight yangu yanifuate baba nifuate. Naweza ngafuata mtoto juu, nikamfuata kule nikaenda kumtungua kule juu yuko. Bwana. Wewe ikitokea unamtungua tu. Ya mimi siangalii mtu, sicheki na kima, afu siangalii na mtu yoyote, sifagili mtu. Hata fagio lenyewe lishapotea muda mrefu sana. Mimi nakanyaga kwenda mbele yani, sirudi nyuma. Sina fagio uwanjani kwangu, ikitokea takataka ndo naenda kununua fagio na fagia. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.